Mwanaume ambaye ana changamoto ya ugonjwa wa kisukari au kuwa na sukari nyingi mwilini au kongosho lake kushindwa kuchuja vizuri sukari, mara nyingi mtu wa hivi anaweza kashindwa kuperform tendo la ndoa kwa sababu zifuatazo. Sababu mojawapo, kikawaida tunajua sukari huwa inaathiri mishipa ya fahamu, masuala ya nerves. Okay. Na performance ya tendo la ndoa huwa inahusishwa mishipa ya fahamu. Okay. Ili mwanaume aweze kusense, ili aweze kuhisi, ni lazima awe na mishipa fahamu ambayo ni active. Sasa unapokuwa na changamoto ya sukari, huwa inachangia kwa sehemu kubwa sana kuharibu mishipa fahamu. Sasa inapokuja kutokea mwanaume akawa na changamoto ya sukari, itampelekea changamoto ya yeye mwenyewe kwanza kukosa hamu ya tendo la ndoa, kwa sababu ile mishipa fahamu inakuwa imekuwa corrupted kutokana na sukari. Lakini pia mwanaume ambaye ana changamoto ya sukari pia anaweza kana sumbuliwa na ganzi mara kwa mara. Sasa unapokuwa unasumbuliwa na ganzi, ni dalili ambayo inaonyesha pia mishipa yako ya fahamu haifanyi kazi vile inavyotakiwa. Lakini mtu mwenye sukari huwa anakosa energy, anakosa nguvu. Na kama tunafahamu, ili mwanaume aweze kushiriki tendo la ndoa, anahitaji calories kadhaa ili aweze kufanikisha kushiriki tendo la ndoa. Tunasema kwenye kila dakika moja ambayo mwanaume anashiriki tendo la ndoa, anapoteza calories 3 mpaka 4. Sasa hizo calories ambazo anazipoteza, chukulia mwanaume ambaye ana changamoto ya sukari. Tunasema mwanaume mwenye shida ya sukari, maana yake mwili wake unakuwa hauna nguvu, kwa sababu seli zake zinashindwa kuconvert ili kuzalisha energy. Sasa inapo kama ana shida ya sukari, maana yake mtu atakuwa na energy kidogo, atakuwa na nguvu kidogo. Anakuwa na nguvu kidogo kwa sababu sukari yake haitumiki kwa ajili ya kuzalisha energy. Kwa hiyo automatically mwili wake lazima utakuwa dhaifu. Mwili unapokuwa dhaifu, atakosa energy ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo sukari imekuwa sababu kubwa sana ya kusababisha mwanaume cha kwanza kukosa nguvu, mishipa yake kuharibika, lakini pia yeye mwenyewe kukosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa kabisa. Na hata kama atafanikiwa kushiriki tendo la ndoa, automatically atakuwa ni mwanaume ambaye hana energy ya kutosha. Kwa hiyo anaweza kujikuta anaenda dakika 1, dakika 2, na misuli yake itakuwa dhaifu. Na misuli ikiwa dhaifu, mojawapo ya msuli muhimu ambao unamfanya mwanaume aweze kushiriki tendo la ndoa ni maumbile yake. Kwa hiyo atajikuta maumbile anakuwa dhaifu muda wote.